ayo mworo karugetanda etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura bacheko ya mandege uzito somya bamura bacheko ya mandege. Karibu sana mwancho murigerere rinde tunyara gusoa sense moiri iyobochano turigereria amangana abase turigereria oburoire bwa fibroids obubogochanda abasubati ase chinsemo chinyinge gose ase orogongo orogse fibroids obo noborire bogosoa ase ensemo eri iyoroiboro anene gose ase enyumba y'omwana korara ekero bono omanyagitari arachigotoeresera naki ibokonyara guchanda ende naki ibokorerekana njira ki turanyara gutanga kurwa ase oburoiro boiga. Daktari, karibu sana. Asante. Good morning. Good morning. Habari ya asubuhi? Nzuri sana. Yes, asante kwa kunikaribisha tena leo. Wakumbusha jina lako na unafanya kazi gani? Majina naitwa Dr. Osodo Jack. Mimi daktari wa kina mama. Nafanya kwa hospitali ya Kisii level 6. Na leo tunaenda kuongea kuhusu fibroids. Yes. Umancho murigire nigorachi gutwanchira anyare gutumia umuno gwe ikiagira bunango konyore butambe tari abanyagitari bonsi bara je aigase studio bamanyite umuno bwike gusia serit kuri rero gutwabera tonyare kuburukani erinde tonyare kuiwana nere nande tonyore ali agotosemia ritukiriga. So daktari, fibroids ni nini? Fibroids fibroids ni growth na ni growth ambayo sio cancer na ni growth ambayo inapatikana kwa mfuko ile tunaita rirara mori, kwa mfuko wa kulala mtoto ama kwa womb, chumba cha mtoto. Yes, so fibroids are very common na sio cancer, so ni non-cancerous ama tunaita benign growth. Na huwa inapatikana kwa nyumba ya mtoto. Na wale ambao wanaweza kupata fibroids ni wale ambao wako na nyumba ya mtoto na ni wanawake. Lakini sio wanawake wote wanaweza kupata fibroids. Mara nyingi wanapata fibroids wakiwa kwa ile tunaita miaka ya reproduction, reproductive age group, ambayo ni kuanzia miaka ya 15 hadi mwaka wa around 45 to 50. So kwenye hiyo miaka mama anaweza kapata ako na fibroids. Na mara nyingi mama ama mwanamke akiwa na fibroids na afikishe menopause. Nimesema mara nyingi, sio it's not definite. Fibroids zinaweza zikashrink. Zinaweza zikashrink kwa sababu sasa amefika menopause. Na pia ni mara chache sana tunapata wasichana ambao hawajafika ule umri tunasema reproductive age group wako na fibroid. So fibroid ni shida ambayo wanawake wanapata wakiwa kwenye hiyo miaka ya reproduction, 15 to 45 to 50 years. Na sababu ni gani? Sababu ya kupata fibroid at this age ni kwa sababu fibroids huwa estrogen ndio inafanya zina grow. Kuna hormone inaitwa estrogen. Sasa kama msichana hajapata ama hajafika ile tunaita puberty, ovary huwa haitoi estrogen. Sasa kama estrogen hakuna, fibroid haiwezi ka grow. Na pia wakifika menopause, ovary inatoa estrogen kidogo sana. Ni kama
tunaweza tukasema inaacha kutoa estrogen, ndio maana huwa hawapati hedhi na pia hawapati ile tunaita ovulation. Sasa kwa sababu kwenye hiyo miaka nje ya 50 na nje ya 15 mwanamke anakuwa akona estrogen kidogo, sasa hawezi akakuwa na shida ya fibroids. Lakini kuna wale ambao tunapata, tuseme mama ama mwanamke amefika miaka ya 53 ama 55, lakini anakuja na anakueleza shida zake, na unapiga picha ile tunaita ultrasound, na unapata akona fibroids, na unapata ziko kubwa tu na zinampatia shida. Sasa hiyo pia tutaongelea kwa nini mwanamke anaweza kafika ile miaka yenye iko nje ya reproductive age, lakini bado akawa na fibroids. Yes. Ukisema hizi growths zinakaaje? Okay. Yeah. Now, fibroids tulivyosema ndio namba moja kwa zile growths ambazo wanawake wanapata kwa nyumba ya mtoto na sio cancer. Ndio namba moja, is the commonest benign growth in the uterus of women in the reproductive age group. Sasa fibroid iko common sana, na kukaaje kwao hizi growth zinakaaje? Labda tu kwa sababu mama ama mwanamke akiwa nyumbani ama hajafika hospitalini hawezi akaziona. Sasa zinakaaje ni kujibu ya kwamba tukifanya labda operation ya kutoa fibroids, tunaweza tukaziona, tuziangalie, tuone zinakaaje. Na huwa ni nyama tu, na mara nyingi inapatikana kwenye ile nyama ya mfuko. Ni nyama tu, mara nyingi ziko round, na zinaweza zikawa kubwa sana, zinaweza zikawa ndogo sana. So ni nyama tu. Ni nyama inamea katika chumba cha uzazi. Ni nyama inamea katika chumba cha uzazi. Na kuna different sizes. Sizes ni different. Sijui kama naweza nikaonyesha kwa simu yangu, kwa sababu tumezifanya mingi sana. Na kuna aina za fibroids ama hizo growths. Sasa aina za fibroids ni kulingana na sehemu ambayo fibroid imegrow. Sasa tukiangalia iki Riraramori, unaweza ukapata fibroid imegrow na iko huko nje, iko nje ya mfuko, lakini kwa mfuko, lakini kwa upande wa nje. Unaweza ukapata fibroid imegrow na kama hii iko kwenye nyama ya mfuko kama hii, na wakati mwingine unaweza ukapata fibroid imegrow na ina hang, iko ndani, imegrow kwenye wall ya mfuko, lakini ina hang, iko ndani. So hiyo ndio tunatumia kusema type ya fibroid. Tunasema kulingana na location, pahali ambapo inapatikana kwenye mfuko. Inaweza kupatikana kwa nje, ndani, ama kwa ndani zaidi. Yes. Na kulingana na location pia treatment ama matibabu yake pia, tuseme kama unataka kufanya surgery. Sasa ukitaka kufanya surgery, mara nyingi hiyo location ina determine approach wenye utaweza fikia hiyo fibroid. Tuseme iko hapa ndani, utaifikiaje? Utakata tumbo uingie na ndani, ndokate mfuko ndio ifikie fibroid, ama utaingia na chini kutoka kwa sehemu ya uzazi. Sasa location pia huwa mara nyingi ina to guide jinsi ya kufanya operation, tukitaka kufanya operation ya fibroid. Lakini sio operation peke yake ndio inatumika kutibu fibroids, na tutaongea juu ya
matibabu. Before tufike hapo, huwa mnaangaliaje muweze kujua mahali ambapo hii growth iko? Yeah. Sasa mara nyingi na tukiongelea kujua ama kugundua ya kwamba mama ako na fibroids, hizo sasa tutaongelea vitu vinaitwa symptoms. Ni nini mwanamke anaweza akaja na akwambie, na kama daktari udhani ama ufikirie ya kwamba anaweza kawa na fibroids. So hizo tunaita symptoms. Ni nini mwanamke anaweza akaona dalili, na akija hospitalini akwambie hizi dalili ambazo naona zinatisha, na wewe kama daktari ufikirie ya kwamba huyo mama ako na fibroid. Sasa hizo dalili ni nyingi. Moja ni kuhusu rangi. Hii rangi tunaona kila mwezi. So mwanamke anaweza akaja na kuambie mimi nikipata periods huwa inaenda sana. Inaitwa prolonged. Anakuambia mimi kwa siku 8 ninapata periods. Ama akwambia yeye napata periods siku 6-7, lakini huwa na change pads mingi sana. Na change pads hata mfuko 1.5 kwa siku. Ama akwambie mimi nikiwa na periods nakuwa na cramp, nakuwa na ile uchungu wa periods, inakuwa uchungu unakuwa mwingi sana. Sasa hiyo ni kuhusu periods. Anaweza akaja kuambia mimi period yangu inakuwa prolonged, period yangu inakuwa heavy na change pads mingi, ama nikiwa na periods siwezi hata nikafika kazini, nakuwa na uchungu sana. Hiyo ni kuhusu periods. Ya tatu ni zile tunaita pressure symptoms, kwa sababu fibroid ina grow na inafanya uterus inaweza ikakuwa kubwa. Sasa mama anaweza akaja kuambia kuna kitu nasikia, nikijiguza tumbo sehemu ya hapa chini nasikia kitu ni kama kimemea, ama nasikia uzito fulani, nasikia ni kama nina ujauzito. Nasikia uzito fulani, lakini nikipima ujauzito sioni kama nina ujauzito. Ama anaweza kukuambia kuna kitu wenzangu wananiambia tumbo ni kama inafura, wanaona lakini mimi sina kitu. Mimi sina kitu. Ya tatu wanaweza kuja na, kwa sababu unajua uterus hapa mbele ni mfuko wa mkojo, tunaita bladder. Na huku nyuma ni njia ya choo. Sasa mama anaweza akaja kuambie mimi niko na shida ya mkojo, nikienda kukojoa nakuwa na haja ya kuenda kukojoa, naenda nakojoa, lakini nikimaliza kukojoa nasikia ni kama sijamaliza, nasikia nirudi tena nikojoe. Sasa anaenda nakojoa, lakini nakojoa kidogo, hakuna mkojo inatoka, lakini inatoka kidogo, na amerudi amekaa, lakini anasikia ni kama bado ana haja ya kuenda haja dogo. Na wakati mwingine pia nimesema huku nyuma ni njia ya choo. Nakwambia mimi huwa nakuaga na constipation, na nasikia kwenda haja kubwa, naenda haja kubwa, choo inatoka kidogo, lakini nahisi nirudi tena kwenda haja kubwa. Inamaanisha fibroid imegrow kubwa, imefinya ama imebana mfuko wa mkojo, ama imebana njia ya choo. Sasa ukienda msalani ama ukienda haja unakojoa, lakini mkojo hautoki wote, kwa sababu ule mfuko wa mkojo umebanwa na fibroids. Ama unaenda haja kubwa, unajisaidia, lakini ukitoka unasikia ni kama urudi tena, kwa sababu njia ya choo imebanwa na fibroids ama growth. Sawa. So hizo tunaita pressure symptoms. Na wakati mwingine kwa sababu kuna zile tunaita veins. Kuna zile veins zinakuaga kwa pelvis na
inatoa damu kutoka sehemu ya chini, tuseme kwenye miguu, na hizo veins huwa zinapeleka damu kwa moyo. Inaitwa mishipa, ile inatembeza damu. Wakati mwingine uterus inaweza ikawa kubwa sana, inaweza ikawa kubwa sana kwa sababu ya fibroids na ibane ama ifinye hizo veins, na unapata sasa damu kurudi juu inakuwa shida. Na mama anaweza kakuja kuambie mguu wangu mmoja umefura na nasikia uchungu, na unapiga picha ile inaitwa Doppler, unapata akona clot kwa vein, inaitwa DVT. Sasa fibroids wakati mwingine inaweza ikafanya mama apate DVT kwa sababu zile veins ambazo zinarudisha damu, ile mishipa ambayo inarudisha damu kwa moyo inakuwa imefinywa ama imebanwa. Sasa damu hairudi vizuri. Na damu kama hairudi vizuri inaganda na unapata clot, inaitwa DVT, na hiyo inakuwa very dangerous. Yes. Hiyo ni pressure symptoms. Yes. Sasa ya tatu, mama anaweza akaja kuambia mimi nimejaribu kushika mimba. Nimejaribu kwa miezi 8, nimejaribu kwa mwaka mmoja kushika mimba, lakini sishiki mimba. Tunaishi na mzee, tunajamiana, lakini nashangaa kwa nini sishiki mimba. Fibroid inaweza ikawa cause ya infertility, kwa sababu ikiwa kwenye ile njia ambayo ile yai inafaa kupitia na imeziba hiyo njia, then yai ikitoka kwenye ule tunaita mji wa mayai ama ovary ama rigena, yai haiwezi ikasafiri na ikutane na yai ya mzee, kwa sababu fibroid imeziba hiyo njia. Wakati mwingine yai inaweza ikaweza kupenya na ikakutana na yai ya mzee, lakini ile tunaita implantation ya fertilized ovum ikawa sio rahisi na ikawa haiwezekani, kwa sababu fibroid imekaa kwenye ile sehemu ambayo implantation inafaa kufanyika. Na wakati mwingine mama anaweza kashika mimba akawa na ujauzito na implantation ikafanyika, lakini mimba ikakuwa na shida kwa sababu ya fibroid. Mama anakuja na kuambia niko na mimba lakini huwa na bleed sana, ama niko na ujauzito lakini huwa nasikia uchungu sana. Na wale ambao wanashika mimba wakiwa na fibroids, zile fibroids ambazo ziko kubwa na ziko na symptoms, unapata wakiwa na mimba wanatembelea hospitali mara nyingi sana, wanakuja hospitali sana kwa shida ya kubleed na shida ya uchungu. Sasa hizo ndizo symptoms ambazo zinaweza zikapatikana kwa mwanamke ambaye ako na fibroids. Na pia anaweza hata akapata ile inaitwa miscarriage. Amepata ujauzito lakini anashinda akimiscarry. Unapata wengine wanakuja ameshapata ujauzito labda hata mara 3, lakini nakwambia mimi nashika ujauzito, kifika miezi 2, miezi 3 ujauzito na miscarry. Na ukimwangalia unafanya vipimo unapata ni fibroids ndio inaleta hiyo shida. Niko na swali. Mtu akiwa ameconceive ama ana mimba, lakini hizi growths ni kubwa hadi hakuna space mahali mtoto anaweza kuwa ama anaweza grow, huwa mnafanyaje? Kwa sababu nafikiria kama kuna zingine zinaweza kuwa kubwa hadi kukose mahali pa mtoto kugrow. Ya mara chache tunapata akina mama, sio mara nyingi, tunapata akina mama ameshika ujauzito na akona fibroids zimejaa. Na nakumbuka hata wiki hii iliyopita kuna mmoja wa wagonjwa ambao niliona ana ujauzito lakini amekuja na ana bleed na unafanya ultrasound unapata ako na fibroids na ziko kubwa sana. Sasa wakati mama ameshashika ujauzito, hasa wakati ambao ujauzito bado ni changa, huwezi ukaanza kufanya operation kutoa fibroids.
Sasa kwa sababu ameshika ujauzito na ako na fibroids, anaweza akaja na bleeding. Kitu tunafanya ni kumpatia dawa kuzuia hiyo bleeding. Anaweza akaja na uchungu sana, nakwambia anasikia cramping, kama na cramp, lakini sina periods, mimi niko na ujauzito. Sasa huwa tunapatia dawa ya kufanya uterus, tunasema itulie, isi contract. Na pia mara nyingi tunawapatia kitu inaitwa bed rest. Atulie nyumbani, asifanye kazi nzito, ndio tuweze kukuza ujauzito, tuweze tukafika hata miezi 9 tumzalishe. Lakini mara nyingi tunahimiza kina mama ama wanawake kwamba ukiwa na fibroids, jaribu iwezekanavyo tusuluhishe shida ya fibroids kabla haujashika mimba. Kwa sababu ukiwa na fibroids na uko na hizo symptoms ambazo nimedescribe, heavy periods, prolonged periods, painful periods, ama ile pressure symptoms, unasikia uzito kwenye utumbo, na ukashika ujauzito, huo ujauzito wako utakuwa na shida. Na ni vizuri tufanye operation ama tutibu fibroids kwanza, tusuluhishe shida ya fibroids, ndio mwanamke ashike mimba. Na kuna wale ambao ukiangalia unadhani anaweza kuwa amebeba twins, lakini unapata mimba yake ni kubwa sana, hadi mtu unadhani labda huyo ako na triplets, lakini anazaa mtoto mmoja na ni mdogo. Hiyo ndio inaweza kuwa shida. Wakati mwingine na tunaona hawa kina mama akiwa na fibroids, mama anaweza akaja ako na fibroids na kuambia mimi mimba yangu ama ujauzito wangu ni ya miezi 2. Hiyo inamaanisha 8 weeks. Ama kuambie ujauzito wangu ni wa miezi 3, 12 weeks. Lakini ukimpima unaona ni kama iko 20 weeks. Na mara nyingi wale ambao wako na fibroids utapata shida kama hiyo, na usipokuwa mwangalifu sana na usipojua ile tarehe ambayo aliona hedhi mara ya mwisho, unaweza ukadhani amefikisha siku za kujifungua, lakini kumbe ako na fibroids. So ni kweli unaweza ukapima mama na hata ukamwangalia na ako na fibroids na ako na ujauzito, ukadhani ako na twins, triplets, ama amefikisha siku zake za kujifungua. Kumbe ana miezi 2. Ana miezi, tuseme miezi 5 ama miezi 6. Hajafikisha siku, lakini unapata kwa sababu ako na fibroids, ujauzito unaonekana mkubwa ama unaonekana kama amebeba watoto 2. Na wakati mwingine ukiwa na fibroids zile zinapatikana nje ya mfuko. Ziko kwenye mfuko lakini sehemu ya nje. Unaweza ukapima mama na ukashangaa ni nini hii nasikia. Unaguza tumbo lakini unashangaa kuna kitu nasikia, unaweza ukadhani ni kichwa, kichwa ya mtoto, ama unaweza ukashangaa ni nini hiyo nasikia. Hiyo inaitwa fibroid ambayo iko sehemu ya nje ya mfuko. Na ukigusa utaisikia kutoka nje. Utaisikia na unaweza hata ukaisongesha. Wakati mwingine kama hauko keen sana, unaweza ukafikiria ni cancer, ni growth ingine iko kwa tumbo, sio kwa fibroid, kwa sababu unaweza kuiguza na ukaisongesha. Na ndio maana ukiguza na kuhisi vitu kama hivi, ukipima mama, ni vizuri upige picha, ile inaitwa ultrasound. Ikuambie kitu ambacho uliguza na ulifeel ni nini, fibroid ama ni nini. Na ultrasound mara nyingi ikifanywa vizuri inakuonyesha na inakuambia kitu ambacho uliguza ni fibroid na imemea kwenye upande wa nje ya mfuko. Tukizungumzia periods ama hedhi, kuna wale ambao wanakosa hedhi. Fibroids zinaweza kuwa shida. Unapata mtu anaenda siku kama, msichana anaenda siku kama miezi 3, siku 100 hajapata hedhi. Shida inaweza kuwa nini? Sasa fibroid mara nyingi haileti shida ya kukosa hedhi ama kukosa kuona rangi. Fibroid
inaleta rangi ile, unapata rangi kila mwezi lakini inakuwa mzito, inakuwa na uchungu, ama unapata hedhi kwa siku nyingi. Kukosa kuona hedhi, labda siku moja tukija hapa tutaongea juu ya kitu inaitwa polycystic ovarian syndrome, PCOS. Na mara nyingi wale akina dada ambao wako na PCOS, polycystic ovarian syndrome, huwa unapata anaweza kaenda hata miezi 3 hajapata period, ama miezi 4. Au wengine unaweza pata hata ameenda mwaka mmoja hajaona periods. Hiyo sio fibroids, hiyo ni polycystic ovarian syndrome. Lakini pia kuna vitu vingine ambavyo vinaweza vikafanya mwanamke akakosa kupata period. Tukiachana na ujauzito, unajua ukiwa mjamzito hautapata period. Tukiachana na ujauzito, kuna vitu vingine ambavyo vinaweza vikafanyikia mwanamke na akakosa kuona hedhi kwa muda. Moja yao na the most common one ni polycystic ovarian syndrome, lakini kuna vingine pia, na tukipata nafasi siku moja itakuja tutavizungumzia. Sasa tukiangalia fibroids, unawezaje kujua fibroids na shida zingine, au do you differentiate them? So heavy bleeding, hiyo inaweza kuwa labda kuna shida nyingine ambayo si fibroids. Pia ukiangalia hata hizo signs, hizo symptoms zote, kuna vile unaweza pata si ugonjwa. Sasa mara nyingi tuna zile tunaita investigation. Sasa mgonjwa ama mama anakuja anakuambia mimi nina hii shida, na kulingana na jinsi anavyokueleza unafaa kufikiria hii shida inaweza ikawa 1, inaweza ikawa 2, inaweza ikawa 3. Na kujua zaidi kuna zile tunaita investigations, na mara nyingi tunafanya ile inaitwa ultrasound. Ultrasound iko kila pahali, kila clinic, kila hospitali iko na ile machine inaitwa ultrasound. Sasa ukifanyiwa ultrasound inaweza ikatuambia ya kwamba kitu ambacho tumeona ni fibroid na sio adenomyosis ama sio endometriosis. Kwa sababu wakati mwingine mama anaweza ama msichana anaweza akawa anapata hedhi na anapata uchungu sana. Na wewe kama daktari unaweza kufikiria inaweza ikawa fibroids, lakini unapiga picha, unapiga ultrasound na unaambiwa hatuoni fibroids. Na inaweza ikawa endometriosis, inaweza ikawa kitu inaitwa adenomyosis, ambayo ni vizuri tuguzie kidogo, kwa sababu the symptom yenye tumeongelea ya hedhi kukua heavy na kukua painful, endometriosis na adenomyosis zinaweza zikakuwa ndio cause na sio fibroid. Na endometriosis maana yake ni nini? Tukiguzia tu kwa sababu siku nyingine tutakuja tuongee juu ya endometriosis. Endometriosis inamaanisha unaona Raramori hapa, ile tunaita inner lining. Inner lining ndio ile huwa ina shed ama ile ina bleed kila mwezi kwa akina mama. Sasa hii inner lining iko na blood vessels na iko na zile tunaita glands, na huwa kila mwezi kama mama hajashika ujauzito, kila mwezi huwa ana bleed. So endometriosis inamaanisha ile blood vessels na cells za inner lining zinapatikana nje ya pahali ambapo vinafaa kukua, na pahali ambapo vinafaa kukua ni inner lining. So zinaweza zikapatikana kwa bladder, zinaweza zikapatikana kwa rectum, zinaweza zikapatikana kwa ovary, zinapatikana nje. Sasa kinachofanyika ni kila mwezi mama akiwa anaona hedhi, ile inner lining ambayo inapatikana nje ya mfuko inafaa kupatikana ndani, lakini ile ambayo inapatikana nje huwa pia ina bleed, kwa sababu iko na ile blood vessels na iko na ile glands ambayo inafanya ina bleed. So kwa sababu iko nje, tunasema ectopic, iko nje ya pahali ambapo inafaa kuwa. Ikibleed inaleta shida, kwa sababu mwili unajua ya kwamba
hii haifai kuwa hapa. Sasa ikibleed mwili huwa inajaribu kuifight, na hiyo ndio ile tunaita inflammation. Na unapata msichana, mara nyingi tunapata kwa wasichana, inagundulika kwa wasichana wadogo. Anapata periods, na akipata periods hawezi hata akafika shuleni. Analala, hata wengine unapata ana collapse kwa sababu ya uchungu. Hiyo inaweza ikawa ni endometriosis, na endometriosis ni hiyo inner lining inapatikana pande zingine. Kama mnakumbuka mwanaharakati anaitwa alifariki mwaka jana, anaitwa Njambi Koikai. Njambi Koikai alikuwa na endometriosis kwa lungs. Sasa inamaanisha kila mwezi akipata hedhi, ile ambayo iko kwa lungs pia ina bleed na anapata damu kwa lungs. Na alikuwa mwanaharakati na moja ya vitu ambavyo alikuwa anaongelea sana ni endometriosis. Na adenomyosis ambayo pia huwa inaweza ikaleta periods kuwe heavy. Inamaanisha ile inner lining badala ya kukua kwa inner lining iko kwa muscle. Kwa sababu unajua uterus imegawanywa mara 3. Uterus iko na inner lining, ile tunaita endometrium. Uterus iko na ile muscle. Okay? Ile tunaita myometrium, na iko na ile lining ya nje ambayo tunaita perimetrium. Okay? Sasa ile inner lining tumesema iko na blood vessels na iko na glands, na huwa ina bleed kila mwezi. Sasa wakati mwingine unapata hizo chembe chembe za damu na glands ziko sasa kwenye muscle, hiyo tunaita adenomyosis. Na adenomyosis mara nyingi ita present na ile hedhi ambayo iko heavy sana. Mama anapata period kwa muda mrefu na ana bleed sana na change pads mingi. Hiyo inaweza kawa adenomyosis. Na adenomyosis na endometriosis mara nyingi ukifanya ultrasound unaweza ukakosa kuiona, kwa sababu inafaa ukue keen sana. Na ultrasound ya endometriosis na adenomyosis huwa inafanywa na wale tunaita specialists. Labda consultant radiologist ndiye anaweza kapik. Lakini hata sonographer pia akiwa keen anaweza kaona, lakini kuna training ya wanaenda wanafanya ndio waweze kupik, kwa sababu sio rahisi kupik endometriosis na ultrasound and even adenomyosis. Mara nyingi tunafanya MRI ndio inatuambia ya kwamba tunaona endometriosis ama adenomyosis. Sasa hivyo ndivyo unaweza ukadifferentiate, na hiyo kudifferentiate mara nyingi ni sisi madaktari ndio tunatofautisha, tunasema hii ni hii na hii sio hii na hii sio ingine. Mkishaangalia mama mkapata ako na hizi dalili, alafu umeenda kumpima ama amefanyiwa hiyo ultrasound, mnamsaidiaje? Matibabu huwa mnapeanaje sasa? Kabla tujafika kwa matibabu, ningependa kuongelea, unajua labda kuna mtazamaji ambaye anatuangalia na anashangaa, hii fibroid nini huwa inaileta? Sababu ni nini inaleta fibroid? Na ni nini mama anaweza akafanya ndio asipate fibroids? Sasa fibroids mara nyingi tunasema ni a disease of mystery. Sijui tusemaje kwa Kiswahili. Ni ugonjwa ambao chanzo chake lakini gani hatujui. Tunashangaa ni nini kinaleta fibroids. Lakini kuna zile tunaita risk factors. Na kabla tujaongelea risk factor, fibroid tulisema ni growth inapatikana kwa mfuko, na mara nyingi unapata ni zile cells, zile misuli ama tunaita muscle ya uterus ndio huwa ina grow. Na ikigrow ina grow in what we call unregulated manner. Na so chanzo ni cell tu ya uterus ama uterine muscle inaanza na ina grow na ina grow na ina grow. Sawa. Lakini kuna vile ambavyo vitu tunaita risk factors. Ni nini inaweza ikafanya mwanamke akawa na risk ya kupata fibroids? Na ni vitu vingi, na moja yao ni ujauzito.
kama mama hapati ujauzito, tuseme amefikisha ile umri tunasema reproductive age group, lakini ashiki mimba, hiyo ni risk factor, kwa sababu inamaanisha kila mwezi anapata hedhi, kila mwezi anakuwa exposed to zile hormones, estrogen ambayo inaleta fibroid. Sasa kutozaa ama kutoshika mimba inachangia sana. Kutoshika mimba, tuseme kutoshika mimba kwa sababu labda mtu anaweza kauliza, mimi nimeshika mimba 5 na hizi mimba zangu zikifika kama miezi 7 hivi huwa zinatoka. Je, niko na risk ya kupata fibroids? Na mwingine aseme mimi nimeshika mimba lakini nimezaa. Sasa ni kutoshika mimba, na kama wanasema kama mama anashika mimba na mimba zake zinaweza zikafikisha around 22 weeks, hiyo ni preventive, ina prevent. Sasa kushika mimba na kuzaa, jinsi unavyoshika mimba nyingi mara mingi na kuzaa inakuprotect. Okay? Inazuia fibroid. Sasa kutoshika mimba. Na ya pili ni kupata ile tunaita puberty ama menarche, kuanza kuona hedhi mapema. Wakati mwingine unapata watoto wetu ama wasichana amefikisha miaka 9, miaka 10 na ameshaanza kuona periods. Lakini unapata kuna wengine wanafikisha hata miaka 15 ndio anaanza. Sasa ukilinganisha hao wawili, yule ambaye amepata periods, ameanza kuona periods akiwa miaka 10 na yule ambaye ameanza akiwa miaka 15, yule ambaye ameanza mapema ako na risk high ya kupata fibroids. Sawa sawa. Sasa hiyo ni kuhusu hedhi. Na vitu vingine ambavyo vina weza vikafikiriwa, kwa sababu tumesema fibroids ni estrogen. Kuna mtu unajua anajiuliza, je, zile dawa za kupanga uzazi ambazo ziko na estrogen na progesterone zinaweza zikaniweka kwa risk ya kupata fibroids? Inaitwa hormonal contraceptives. Hormonal contraceptives sio risk, haileti risk na haikuweki at risk ya kupata fibroids. Kwa nini? The estrogen ambayo tunaongelea ni ile estrogen tunaita endogenous estrogen yenye inatolewa na mwili, sio exogenous. Okay? So actually kuna hii tunaita depo. Depo ni ile progesterone only contraceptive ambayo wanawake wanadungwa kila miezi 3. Depo actually ina prevent, na tumeangalia research imefanywa na kuna wale wamama ambao wanatumia depo na ina prevent fibroids, lakini COCs ama combined oral contraceptives haina risk ya kuleta fibroids. Sasa hiyo tujue, kwa sababu tumeshasema fibroid kenye inafanya ina grow ni estrogen, na mtu anaweza kauliza sasa hizi dawa za kupanga uzazi ambazo ziko na estrogen zinaweza zikaniletea fibroids? La hasha, haileti fibroids. Ni estrogen ya mwili. Ni estrogen ile mwili ina produce. Tunasema endogenous estrogen inatolewa na adrenal gland na inatolewa na ovary. Okay? Na vitu vingine ambavyo vinaweza vikafanya mwanamke akapata fibroids, tunasema black race, kukua tuseme Mwafrika ama kukua mweusi, kwa sababu kuna wale wa Afrika ambao sio weusi. Kukua mweusi. Na ukiangalia hata ile tunaita menarche, ile kuona hedhi mara ya kwanza, wale wasichana ambao ni weusi wanaipata mapema kuliko wale ambao sio weusi. So hiyo pia kukua mweusi inakuweka at risk ya kupata fibroids. Na kuna zile shida ambazo za kiafya ambazo wanawake wanaweza kuwa nazo, obesity, kukua
mzito kupita kiasi, ama kukuwa na ile BMI kujuu, diabetes, okay? Vitu kama hivyo vinaweka mwanamke at risk ya kupata fibroids. Kama obesity ni kwa nini? Mtu akiwa mzito. Mtu akiwa mzito, estrogen inapatikana kutoka kwa zile fat cells. Si tulisema ya kwamba estrogen ile ya mwili, na tukasema estrogen ambayo inatoka kwa ovary na inatoka kwa adrenal gland, si ndio? Sasa ukiwa mzito, sasa uko na a third source ya tatu ya kupata estrogen, inaitwa extra ovarian sources of estrogen. Ile fat ama ile mafuta ya uzito ya mwili pia inatoa estrogen, na hiyo ndio nilikuwa nasema mama anaweza akiwa amefikisha miaka 53 lakini ako na fibroids, na mara nyingi utapata hawa ni akina mama ambao ni wazito kidogo, wana BMI ile ya juu. Sasa unapata ovary imeacha kutoa estrogen, lakini ile mafuta inatoa estrogen, na ikitoa hiyo estrogen ina act kwa uterus na inaleta hiyo fibroids ama vitu vingine kama bleeding. Pata mama alikuwa ameshaacha kubleed, lakini sasa anaanza kubleed kwa sababu ya ile estrogen ambayo inapatikana kwa mafuta. Sawa sawa. Na kuna wale wasichana wadogo tuseme wako less than 15 years of age na bado wanaweza kuwa na fibroids. Na shida inaweza kuwa nini? So mara chache sana. Na mara nyingi tukipata wasichana wadogo wako na fibroids, tunasema tuandike kitu inaitwa case report, kwa sababu ni kitu special. Na utapata ni estrogen tu inafanya, so utapata huyu msichana mdogo ameshaanza kupata estrogen kutoka kwa ovary. Na hii estrogen ina drive growth ya ile fibroid. So unaweza pata ameanza kuona hedhi mapema, na anapata akona fibroids. Sawa sawa. Yes. Hapo kwa risk factors kuna yenye umeacha nje ama tuende kwa matibabu kwa sababu ya muda? The other risk factors, kutofanya zoezi, ile tunaita sedentary lifestyle. Sasa huwa unapata wale ambao wanafanya zoezi labda mara 3 kwa wiki, around 30 to 50 minutes, inazuia wao kupata fibroids. Na unaweza ukapata wale ambao wako na fibroids, ukimwambia hebu tujaribu tufanye zoezi, tujaribu kufanya zoezi tupunguze kilo, unapata zile symptoms za heavy bleeding, pain during menses zinapungua. Sasa kutofanya zoezi na kuwa na ile tunaita sedentary lifestyle ni risk factor, sio cause. Na hizi tunaongelea ni risk factor. Sasa usije ukafikiria mimi sasa ni mzito hivi nitapata fibroids. Hamna. Ni risk factor, ni ile inakuweka at risk of getting. Na unaweza kuwa mzito, unaweza ukakuwa na usikuwe na hiyo shida, ufanye zoezi na usipate fibroids, na utapata yule ambaye anachapa gym, anaenda mara 5 kwa wiki, ama anafanya zoezi vizuri na hako na fibroids. Sasa hizi tunasema ni risk factors. Na risk factors ni different na ni mingi. Na pia alcohol. Alcohol. Hiyo nayo inafanyaje? Hiyo ni risk factor, kukunywa pombe. It's just about sedentary lifestyle and all that. Sasa na pia kuna vile vyakula ambavyo tunasema ukila inaweza kuprevent kupata fibroids. They are preventive. Sasa uki-avoid a lot of carbohydrates, uki-avoid a lot of meat. Actually the word is meat. Ukizi-avoid, research inasema itakuzuia kupata fibroids, lakini ukizikula sana
lot of carbohydrates, chapatis, mandazis and refined carbohydrates inakuweka at risk ya kupata fibroids. Sasa hiyo ni nutrition, mambo ya vyakula. Hapo kwa meat ni all types of meat ama ndio kuna watu wanapenda nyama iwe ya kuku iwe... Actually the research has shown beef to be a common risk factor for fibroids. Okay. Beef, chicken and all the other white meat. Fish not a risk factor. Okay. Yeah, so hizo ndizo risk factors. Na haimaanishi ukiwa na risk factor utapata ni 100% utapata fibroids. Lakini ukiwa na risks mingi, wewe ni mweusi, wewe ni mzito, periods ulianza mapema, utaki kushika mimba, unaweza kuwa na very high chance. Na fibroid is very common. Na venye tulisema fibroid ni number 1 kwa zile tunaita benign growths kwa uterus. Fibroid ni number 1, very common. Na kuna wale wanasema ya kwamba uterus isipopata mwenzake ni tuseme mtoto. There is a saying, wanasemaga uterus isipopata mtoto itapata mwenzake, na hiyo mwenzake ni fibroid. Hiyo ndio ile kusema kutoshika mimba na kutozaa ni risk factor fibroid. Sasa lakini haimaanishi usiposhika mimba na usipozaa ni 100% ni sure ya kwamba utapata, ni risk factor tu. Daktari, fibroids sasa zinaleta shida gani? Mtu anaweza akafariki ama kuna ile dire consequence yenye inaweza kuja na fibroids? Sasa fibroid mara nyingi haiwezi unaweza ukafariki, lakini hatuwezi tukasema fibroid ndio imemua. Unaweza kufariki kwa sababu ya zile shida ambazo unapata kwa sababu ya fibroids. Unaweza ukawa na anemia ile mbaya, anemia kwa sababu umevuja damu kwa sababu ya fibroids mpaka umepata anemia. Na kwa sababu ya anemia umepata ile tunaita heart failure, moyo umefail. Na heart failure sio condition ya kupuuza, inaweza ikakuua. Ama tuseme uko na fibroids na umepata DVT, ile clot kwa mguu, na hiyo clot ikaenda kwa lungs. Unaweza kwa collapse tu, unaongea na rafiki yako, mko mna dance pahali, mko kwa club, na ukacollapse tu na ukaenda. Na wanaweza kafanya ile tunaita postmortem pale kwa mochari, na wapate huyu alikuwa na clot, na hii clot ililetwa na hii fibroid ambayo ako nayo, na hii clot ili travel ikaenda kwa lungs, akakosa hewa, akacollapse. Sasa mara nyingi tuseme ikileta kifo ni kifo kwa sababu ya zile shida zingine, madhara yake kama anemia, kama clotting ama DVT. Sasa na the other thing ama kitu kingine ambacho fibroid inaweza kaleta, ile inaitwa poor quality of life. Poor quality of life ni ya kwamba wewe uko na fibroid, haijafanyiwa chochote ama haijatibiwa na daktari, na unashinda huko tu na uchungu. Unasikia uchungu, unasikia uzito chini ya tumbo, na inakufanya mara nyingi hauna furaha kwa sababu ya uchungu. Mara nyingi huwezi ukafanya kazi zako vizuri kwa sababu kuna uchungu. Mara nyingi huwezi hata ukahudhuria vitu vingine kwa sababu uko na uchungu. Ama ukapata anemia, ile tunaita moderate anemia, lakini wewe unashinda tu headache, kichwa, nasikia tu umechoka, nasikia tu ulale. Sasa quality of life inafanya usifanye kazi zako na usikue wa maana kwa society, kazini na nyumbani. Sasa fibroid inaweza ikafanya quality of life yako ikakuwa chini kwa sababu ya anemia, kwa sababu ya uchungu, kwa sababu ya hizo vitu zingine. Ama unaweza kuwa umefura tumbo, unashangaa watu wanakuambia siku hizi na umenona ama umenenepa, una mimba, na hata ukashindwa kuogopa kwenda
kwenye watu. Unasema mimi itakupea stress. Kuna kitu imefura hapa kwa tumbo, siwezi hata nikaenda kwenye watu. Sasa unaona hiyo ni poor quality of life. Unakuwa mtu ni kama huwezi kutangamana na watu. Self esteem. Inashusha hata self esteem kwa sababu kuna kitu unaambiwa uko nacho na huwezi jua imefura kwa tumbo. Tuangalie kwa matibabu. Now, matibabu ya fibroids imegawiwa mara nyingi. Na fibroid, mwanamke anaweza kawa na fibroid na hana hizo symptoms ambazo tumeongelea. Tuseme ako na fibroids hata hajajua ya kwamba ako na fibroid. Siku moja anakuja kufanyiwa labda ultrasound kwa sababu ako na infection. Tunapata kumbe kuna fibroid hapa, lakini unamuuliza hedhi iko na shida? Hapana. Unapata uchungu ukiwa na hedhi? Hapana. Watoto uko nao ngapi? Niko na watoto 5. Uko na shida yote ya mkojo ama njia ya choo? Hapana. Mimi niko sawa. Sasa hiyo inaitwa asymptomatic fibroid, haina symptoms. Hiyo unajua wakati mwingine unapata mama amepigwa ultrasound na ameambiwa kuna fibroids na anakuwa worried sasa. Anaanza kuwa na wasiwasi mwingi sana na anaanza kuuliza daktari, sasa nitafanyiwa operation. Kama fibroid haina symptoms, tunaachana nayo kwa sababu haina symptoms. Okay? Hiyo ni moja. Sasa inaitwa ile ya watch and wait. Unaachana nayo kwa sababu ni kitu ambacho kimepatikana na mama hana symptoms. Na imsumbui. Sasa kiwango ya pili ni wale ambao wako na fibroids na wako na symptoms. Anakuja na kuambia na bleed sana, napata pain sana. Na unaweza ukawa uko na fibroids na uko na symptoms, lakini bado unahitaji kupata watoto ama kupata ujauzito. Na pia kuna yule ambaye ako na fibroids, ako na hizo symptoms, lakini anakuambia mimi watoto ambao niko nao wametutosha mimi na mzee wangu. Sihitaji kupata watoto wengine. Sasa huyu ambaye ako na fibroids na ako na symptoms na hahitaji kupata watoto wengine, kulingana na miaka yake, tuseme amefikisha 43 years. Yes. Huyo tunaweza tukamwambia tufanye operation, tutoe mfuko. Na tukitoa mfuko tumesuluhisha ile shida ya fibroids kabisa. Lakini kuna yule ambaye atakwambia, nimepata watoto, wamenitosha, lakini sitaki mfuko wangu utolewe. Unaweza ukafanya operation, utoe fibroids, ukaacha mfuko. Sawa. Na kuna yule ambaye pia anasema mimi sina watoto ama watoto ambao niko nao hawajanitosha, lakini niko na fibroids. Huyo unaweza ukafanya operation, ukatoa fibroids na ukaacha mfuko na akajaribu. Ama upate yule ambaye hapati ujauzito kwa sababu ya fibroids. Unaingia ndani unapata fibroid iko kubwa, iko kwenye mfuko, imelala ndani ya mfuko. Unatoa fibroid, anapata ujauzito na anapata watoto. Sasa surgery ya fibroids ni either unaingia unatoa fibroid, unaacha mfuko. Kama mama anahitaji mfuko wake, anahitaji kuendelea kuona hedhi ama anahitaji kupata watoto wengine. Ama kama umeongea na mama amekwambia mimi watoto wamenitosha, na naona ya kwamba hizi fibroids zinanisumbua sana. Na miaka yangu pia naona, unajua mwanamke anaweza kuambia watoto wamemtosha na ana miaka 24 na ana watoto 2. Sasa wewe kama daktari huwezi ukasema watoto wamekutosha, una miaka 24, ngoja tuingie tutoe mfuko. Kwa sababu anaweza ka-regret baadaye, amefikisha miaka 30, anasema watoto wamekuwa wakubwa na nahitaji kupata wengine, lakini mfuko wangu ulitolewa. Sasa wewe pia kama daktari una advice, unamwambia kulingana na miaka yako tunaona kutoa mfuko, unaweza hata mzee akafariki ama mkaachana na yeye ukapata mzee mwingine na akakwambia mimi nataka watoto. Sasa kama tumeshatoa mfuko utapata watoto wapi? Sasa kulingana na miaka na family size huwa tuna advice. Hiyo ni surgery. Mara nyingi akina mama wakija na wako na fibroids wanauliza hakuna dawa mtu anaweza akapewa kuyeyusha fibroids. Dawa. Mara nyingi dawa tunapeana dawa
kushrink, kufanya fibroid ikuwe ndogo, ndio tukifanya operation tupate urahisi wa kufanya operation. Na dawa kuna zile za kumeza na kuna zile za kuinject. Sawa. Na mara nyingi tuna inject tukijiandaa kufanya operation. Sasa kuweka mwanamke kwa dawa na tusipange kufanya operation, mara nyingi akiacha hiyo dawa, ile fibroid na zile symptoms zinakuja kwa ukubwa ama kwa hali ya juu zaidi kuliko zilivyokuwa wakati hatukuwa tumeanza dawa. Sasa mara nyingi yes, tunaweza tukupatia dawa lakini tukijiandaa kufanya operation. Na pia kuna ile tunaita coil. Kuna coil ile ina produce hormone. Inaitwa Mirena. Wakati mwingine uko na fibroids na una bleed sana, tunaweza tukaweka hiyo coil, na hiyo pia ni dawa. Inatoa progesterone. Sawa. So hiyo coil ambayo ina produce hormone tunaweka ndani tu ya mfuko na tunajaribu kuangalia kama zile symptoms za heavy and prolonged bleeding zinapungua, na wakati mwingine inafanya. Uko na swali? Nina swali. What if mmefanya operations and still mnapata hizi fibroids zinaendelea kutokelezea ama zinaendelea kugrow? Swali nzuri sana. Yes. Wakati mwingine unafanya operation na nimeona akina mama wengi alifanywa operation miaka 6, miaka 5 iliyopita, lakini baada ya miaka 5 anakuja na kuambia naona ni kama zile symptoms ambazo nilikuwa nazo miaka 7 ni kama zinarudi. Sasa wakati tunafanya operation kutoa fibroids, unaweza ukapata kuna zile ambazo ni ndogo sana. Umefungua huko kwenye mfuko lakini uwezi ukazitoa zote. Unatoa zile kubwa ama zile ambazo unaweza ukaona. Lakini unaweza ukapata kuna ka fibroid kadogo ndio kanaanza. Uwezi ukakiona na uwezi ukakitoa. Sasa baada ya miaka unapata inaanza kuguru. Sasa wakati mwingi tukitoa fibroids huwa atuambia kina mama ya kwamba wewe kama tumeacha mfuko hatuwezi tukasema wewe kuwa na fibroids maishani mwako, kwa sababu tumeacha mfuko na fibroid inatokea kwenye mfuko. Sasa unaweza baada ya miaka kama 5, miaka 6 ama miaka 10 ukaanza kuwa na hizo symptoms za fibroids. Wengine unaweza pata hata baada ya miaka 2. Amefanyiwa baada ya miaka 2, unapata zimegrow, zile ambazo zilikuwa zimebaki zimegrow na amepata fibroids. Kuna vitu vingine ambavyo tunaweza tukafanya. Tumeongelea juu ya madawa, tumeongelea juu ya surgery. Na tumeongelea juu ya ile coil inaitwa Mirena. Kitu kingine ambacho tunaweza tukafanya ni fibroid huwa inapata blood supply kutokana na zile blood vessels ambazo zina supply uterus. Sasa tunaweza tukablock hiyo blood supply. Tunaweza tukaiblock hiyo blood supply na fibroid ikashrink. Na pia kuna kitu inakuja na sio mpya sana na lakini ni kitu kigeni hapa Kenya, na kuna center imefunguliwa kule Nairobi. Inaitwa HIFU Center. Hii HIFU Center ni ile kutibu fibroids kutumia ultrasound. Na hiyo ultrasound ni specialized ultrasound, ile ina focus energy kwa ile fibroid na inaiyeyusha. Kwa hiyo growth. Yes. Inaiyeyusha. Na baada ya miaka tuseme kama miaka 2, 3, 5 hivi itakuwa imeenea kwenye hii nchi. Na ni ultrasound tu unatumia, ufanyiwe operation, unatumia ultrasound, una focus ile energy. Unajua ultrasound inatoa energy, una focus kwa ile fibroid na inayeyusha. Kwa sababu ni mara ya kwanza inaanzishwa hapa Kenya, ni kitu ambacho kitakuwa cha bei. Sasa wale ambao wana mfuko ndio wanaweza wakaiafford, lakini baada ya muda itakuwa inapatikana Kisumu, itakuwa inapatikana Mombasa, itakuwa inapatikana huko Central. Na itasaidia kina mama sana, kwa sababu ukifanyiwa hiyo inaitwa HIFU ama high intensity focused ultrasound. Haulazwi hospitalini, unakuja asubuhi, unafanyiwa procedure, jioni unaenda nyumbani na haujakatwa. Lakini pia kuna zile tunaita criteria ya kuangalia.
wale ambao wanafaa kufanyiwa. Kama uko na fibroids kubwa na ni mingi, uweze ukafanyiwa HIFU. Sasa hiyo ni moja yao ya treatment, na ni treatment ile ni mpya ambayo ndio ni geni ambayo tuna ya kisasa inaanzishwa hapa Kenya. Mambo ya teknolojia. Kwa sababu ya muda tunaweza kuangalia zile, ukiangalia huku Kisii ama especially KTRH, hiyo hospitali, fibroids iko how common is it? Na nikianza nilisema fibroid is very common. Ukiona wanawake in their reproductive age group, na leo tunafanya ile clinic tunaita gyne clinic, leo ni Wednesday. Ukiingia hapo na ukiona wale ambao wanakuja na shida ya hedhi, hedhi imekuwa ina prolong, utapata around 60% of them shida ni fibroids. Ni fibroids inaleta hiyo shida. So fibroid ni very common, na tulivyoanza kusema ni namba moja kwa zile benign non-cancerous conditions ambazo zinapatikana kwa mfuko ya kina mama. Sasa fibroid ni very common, very common. Yes. Na wengi wao hupata matibabu. Wengi wao hupata matibabu. Na kwa sababu sisi tuko huku upande huu ama tuko kwenye makaunti, mara nyingi tunahimiza kina mama tukiwapata na fibroids tufanye operation. Na wakati ule mwingine tuliongea juu ya cervix. Kabla hujafanyia operation ya fibroids, ya kutoa fibroids ama kutoa mfuko, tafadhali hakikisha ya kwamba cervix imeangaliwa na imehakikishwa ya kwamba cervix yako iko sawa. Kwa sababu wakati mwingine hakuna haja ya kuenda kutoa fibroids na uko na cancer ya cervix ambayo imespread. Hakuna haja ya kufungua na kuguzaguza mfuko na cervix iko na shida. Sasa kabla hujafanyia operation ya fibroids ama operation ya kutoa mfuko, hakikisha na waambie daktari, naomba muangalie cervix kama iko shida ama kama iko sawa. Yes. Tunaweza kuzuia ugonjwa huu kukisia vipi? Risk factors. Tuliangalia risk factors. Na tuliangalia vyakula ambavyo unafaa kula, lifestyle, ku lose weight. Ukifanya hivyo unaweza ukazuia, lakini ukiwa mweusi huwezi ukaacha kukua mweusi. Huwezi ukajibleach. Lakini sasa zile vitu ambavyo tunaweza tukafanyia kazi, lifestyle, alcohol, reduced alcohol intake, exercise, avoid foods zile ambazo zinaweza zikaleta fibroids na vitu kama hivyo, unaweza ukazuia. Na kingine ambacho kusikuongelea ni kama family, kama mama yako alikuwa na fibroids, uko na risk ya kupata fibroids. Kama sister yako ambaye mmezaliwa na yeye tumbo moja ako na fibroids, uko na risk ya kupata fibroids. Kwa nini? Hiyo ni familial. Ni kwa sababu ya genetics. Sawa. Sawa. Na kile ambacho tumebakisha, I think how expensive is it to treat fibroids? Yeah. Mara nyingi tukifanya operation kama uko na insurance itagharamia asilimia kubwa sana ya hiyo operation. Insurance. Na zile tumesema medical management, hii dawa ya kudunga inaitwa Luprodex. Wakati mwingine insurance inasimamia, wakati mwingine haisimamii, na ni dawa ambayo sio bei rahisi. Sawa. Management ya fibroid sio hela nyingi sana na sio hela ndefu. Ni matibabu ambayo insurance huwa inasimamia. Ni sawa. Tutatafuta wakati mwingine ili tuweze kuangalia magonjwa mengine kama vile endometriosis na hizi shida za kupanga uzazi na mengineyo. Yes. Umesema we mwenyekitari wavangina. Yes. Ungependa kuongezea nini tukimalizia kwa sekunde 10? Kitu ambacho ningependa kuongezea ni akina mama, ukiona shida na hedhi, kwa sababu leo tunaongelea fibroids. Ukiwa na shida ya periods, tafadhali usitumie ile tunaitwa Emete. Emete is Yoro sana.
is herbs. Usitumie emete. Please come to hospital. Wacha tukuangalie na tukuadvise. Na fibroids mara nyingi ni kufanya operation, na tukikuambia tunafaa kufanya operation usikimbie na usiogope. Ni operation simple sana, tunatoa shida alafu unaendelea kuishi maisha yako. Asante. Mbuya muna sana mwanjo murigerere oyo nigare gynecologist, oncologist, Dr. Osodo aiga ase studio oyo nyarire ko bakagotwerera amang'ana ya murire yega guchanda ase agochanda abasubati anene mono ase enchera eri iyo koibora unabono enyumba iyo boraro nabo igonto abatukurigereria cancer iyo robero igo mancho murigere gendera koba ime yegetasine kiga ikiagera nande una ekoba gosige koraga chinsa isato toche kurigereria amang'ana yechiseme gose amang'ana yechigasi chia amaboko gose esukuru chobobundi aiga ase enseto ya Kenya igo gendera gutigara ime yegetasine kiga ase ngencho yebiro ninchi gosoma ujumbe chaino ekero ndanyore echinga kikorende gendera gutigara ime iyo morobere. Daktari, unaweza waambia tu watane nao wakati mwingine? Tumeshukuru sana. Tuko town, tuko na clinic, tuko KTRH, naweza patikana. Asanteni sana. Mbuya bona sana. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Uzito somya bamuraba chikuya mandege. Uzito somya bamuraba chikuya mandege. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Nkodi gyule ase oregokie Zuku Satellite bono obugima bwa onigobwa